Mungu. I want us to pray and then read the Bible. Nataka tuombe na tusome Biblia. Almighty Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo, all glory and honor belongs to thee. Bwana, utukufu na sifa zote ni zako. May you be exalted above any other creature. Bwana, wacha ukainuliwe juu ya zaidi ya For kila thou art kitu. the one that even created all nature. Kwa sababu wewe ndio uliumba kila asilia. You created every human being. Uliumba kila mwanadamu. You created everything that is seen and that is not seen. Uliumba kile vinavyoonekana na And visivyoonekana. you made all this creation for your glory. Na ulifanya uumbaji huu kwa ajili ya utukufu wako. Father, we are here Baba, tuko hapa not because of our own might and power, sio kwa nia yetu na kwa nguvu zetu, but we are pleading with you in the mighty name of our Lord Jesus Christ, tunakusihi kwa jina la Bwana Yesu that Kristo, tonight may you come down ya kwamba leo kuja chini and speak to your people once na kuongea again. na watu wako mara nyingine. Father, we want to thank you Baba, tunataka kushukuru for this great opportunity kwa ajili ya nafasi hii that you have given unto the people of this town, ambayo umewapa watu wa mji that huu, they may listen to your word. ili ya kwamba asikie neno lako. And therefore we want to come against all the powers and principalities of Kwa Satan, hivyo tunataka kuja kinyume cha kila that nguvu may ya giza, bind your people and not allowing them to give key interest into your word. ambazo zinafunga watu wako na wasiwe na Every powers of Satan in the air here, kila nguvu zote shetani mali hapa, all the plans of the enemy against the word and the people of God, kila nguvu zote za adui kinyume na cha watu wa we Mungu, pull them down now to hell in the mighty name of our Lord Jesus chini kwa Christ. jina la Yesu Kristo. Father, we want to thank you Baba, tunataka kushukuru that your word is a living word. ya kwamba neno lako ni neno linaloishi, For it is you, oh God. kwa sababu ni wewe Mungu. Father, may you come and take over now. Baba, wacha uje na uchukue Help usukani. me and help my brother. Wacha mimi na ndugu yangu. May you even anoint that ear that is hearing unto us, oh Wacha God. Bwana ukapake mafuta ile sikio ambalo natusikia. Bless your word, bless your people. Bwana, bariki neno lako, bariki watu wako. May you open their hearts, oh my Father. Wacha ukafungua mioyo zao. Break this word of life unto them, Lord. Wacha ukawape neno hili la uzima, Bwana Yesu. Give them a receiving heart Wacha ukape mioyo inayopokea. as you remove the demons of religion and denominational spirits that are in the people. In the mighty name of the Lord Roho Jesus zote Christ. za kidini na za kidhehebu ambazo ziko ndani mwa watu wako. Father, give them grace. Bwana, wape neema. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Katika we do jina pray. kuu la Bwana Yesu Kristo tunaomba Now we turn to the book of Acts of Apostles, Kwa hivyo tunafunua Biblia zetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, which is actually the Acts of the Holy Ghost in the Apostles. ambayo ni matendo ya Roho Mtakatifu katika mitume. The power of the Holy Ghost being made manifest in the Christians. Nguvu za Roho Mtakatifu zikidhihirika ndani mwa Kristo. And I said I want us to go to the city of Samaria Na nilisema kwamba nataka tuende katika mji wa Samaria. and have a look at what was happening in the city of Samaria. Na tuangalie kile ambacho kilikuwa kinatendeka katika mji wa Samaria. I want us to get two characters from this story here. Nataka tuone watu wawili katika hadithi hii. I want us to talk about Philip the evangelist. Nataka tuzungumzie kuhusu Filipo mwinjilisti. There in the city of Samaria. Pale katika mji wa Samaria. And I want also us to look at the sorcerer called Simon the sorcerer. Na pia tunataka tuangalie mchawi alikuwa anaitwa Simon mchawi. The two people were in the city of Samaria. Watu wawili walikuwa katika mji wa Samaria. All of them manifesting themselves to be something. Wao wote wakidhihirika kuwa kitu fulani. But I want to thank God. Lakini nataka kumshukuru Mungu That even today, na kwamba hata leo the same spirits are living on. zile roho bado zinaishi. You know people, Unajua watu the bodies die. mili inakufa. They die and rot. Wanakufa na wanaoza. But the spirits don't die. Lakini roho hazifi. So what was happening in the villages in the days of Jesus Christ? Hivyo kile ambacho kinatendeka katika miji siku za Yesu. What was happening in the churches in the days of Jesus Kile Christ? ambacho kinatendeka katika makanisa siku za Yesu. What happened in the cities in the days of Jesus Christ? Kile ambacho kinatendeka katika miji siku za Yesu. This is exactly what is happening in our cities today. Ndio vile inatendeka katika miji yetu leo. The same thing happening in our churches today. Ndio kitu ambacho kinafanyika katika makanisa yetu leo. Let me tell you something before we read the Bible. Wacha nikwambie kitu kabla tusome Biblia. If you despise the word of God, Kama ukikataa neno la Mungu, and think you are something by yourself, ukifikiria kwamba wewe ni kitu fulani kwako, you are not the first one to reject the word of God. sio wewe kwanza kulikataa neno la
righteous God. Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye haki. He will pay you exactly according to your works. And he pays the way he paid somebody like you. Atakulipa kulingana na kazi yako na atalipa vile vile alivyolipa mtu mwingine pale. You are not the first one to despise the word of God. Wewe sio kwa kudharau neno la Mungu. But I want to thank God also. Lakini pia nataka kumshukuru Mungu. That as we had people who rejected God. Lakini kama vile tulivyokataa kuwa na watu ambao walikataa Mungu. Even in towns like this one. Hata katika miji kama hizi. We have a people of God who received the word of God. Kuna wale ambao walipokea neno la Mungu. The Bible tells me. Biblia inaniambia. They gladly received the word of God. Walipokea neno la Mungu kwa furaha. So we are happy. Kwa hivyo tunafurahi. We are not here in vain. We are here to achieve God's purpose. Ili kutimiliza neno. And we believe. Na pia tunaamini. That by the grace of God. Kwa neema ya Mungu. Somebody somewhere. Must gladly receive neno la Mungu kwa furaha. And I want to thank God. Na pia nataka kushukuru that you are that person that wewe ndiye mtu yule ambaye anapokea neno la Mungu kwa furaha. Why today? Ndio sababu leo don't allow those spirits usiruhusu hizo roho of unbelief, hizo roho za kutokuamini to conquer your heart anymore. Kugeuza moyo wako. Come to Jesus. Come to Jesus. Mjie Yesu. Now I want us to turn to the book of Acts chapter 8. Kwa tunataka tusome Matendo ya Mitume 8. I'm reading if you have a pen and a paper, kama uko na kalamu na kitabu, you can write it down. Unaweza andika chini. And also if you have your Bible with you, na pia kama uko na Biblia yako, maybe in your phone, katika simu zako labda, or you have a physical copy, ama uko tu na or a hard copy, uko na mahali ambapo unaweza andika. I say if you have your Bible with you, kama uko na Biblia yako, you can read it with me. Unaweza soma pamoja nami. We are reading from verse 5. Tunasoma Matendo ya Mitume 8 mstari wa 5. Kuanzia mstari wa 5. Kuanzia mstari wa 5. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Can you mark that? He preached Christ unto them. Wekea mkazo ile, alihubiri Kristo kwao. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spoke, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many that were possessed with them. And many taken with palsies, and that were lame were healed. And there was great joy in that city. Verse 9. But there was a certain man called Simon, who previously in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one, to whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. And to him they had a regard, because that for a long time he had bewitched them with his sorceries. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Filipo akatelemuka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Once again, mara nyingine, I want to plead with the people of this place. Nataka kuwasihi watu wa mji huu. Please just give me a little of your time and undivided attention. Tafadhali nipeni muda wenu kidogo na usikivu wenu mzuri. Can we just for this only day believe what the Bible says? Tafadhali tu kwa leo hii tuamini kile ambacho Biblia inasema. I want you to give your attention. Nataka uweke umakinifu wako to the wordings of the Bible. Kwa maneno ya Biblia. You know the city of Samaria, unajua katika mji wa Samaria, according to the prophecy given by Jesus Christ, kulingana na unabii uliopewa na Yesu Kristo, it was the third place
place where the gospel was supposed to go. Ulikuwa ni sehemu ya tatu ambayo injili ilifaa kwenda. Our God is a God of order. Mungu wetu ni Mungu wa mpangilio. Everything that happens in the kingdom of God is done according to the order and the will of God. Chochote ambacho kinafanyika katika ufalme wa Mungu kinafanyika na mpangilio na njia ya Mungu. And that is why, ndio sababu, even our worship, hata katika ibada zetu, it must be done according to the will and the order given by God himself. Lazima ifanyike katika lengo na utaratibu unapeana na Mungu mwenyewe. Today when I see, leo ninapoona and hear people saying, na nikisikia watu wakisema that that is according to the order of our denomination, ya kwamba hiyo tu ni mpangilio wa dhehebu letu. Today when we see people doing and acting the way they are acting in their denomination, leo tukiona watu wakiigiza vile wanavyoigiza katika madhehebu yao, when you bring them to the Bible, ukiwaleta katika Biblia, they tell you but we don't believe that way in our denomination. Wanasema kwamba tuamini hivyo katika dhehebu letu. My brother, my sister, ndugu yangu, dada yangu, I said here yesterday, nilisema hapa jana, let us not do gambling with our souls. Wacha tusichezee kamari nafsi zetu. Let us be serious with our souls. Wacha tukue na kumaanisha sana katika nafsi zetu. Each one of us as an individual, kwa sababu kila mtu kama kibinafsi, shall stand before the seat of God of judgment. Atasimama mbele ya kiti cha Mungu cha hukumu. Even your pope will be trembling before God. Hata papa wako atakuwa anatetemeka mbele za Mungu. Your bishop will be trembling before God. Hata askofu wako atakuwa anatetemeka mbele za Mungu. Your pastor will be trembling before God. Hata mchungaji wako atakuwa anatetemeka mbele za Mungu, waiting for his judgment, akingojea hukumu yake. And that is why, ndio sababu, you will stand there as an individual. Utasimama pale kama mtu binafsi. And he shall be given an account of your own ways. Na utajukumika kwa ajili ya matendo yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. And that is why, ndio sababu, you should not take it for granted. Usichukulie mzaha. When God brings forth his pure and unadulterated word to you. Wakati Mungu analeta neno lake safi ambalo limechungwa kwako. I want us to have a look at what was happening in Samaria. Nataka tuangalie kile ambacho kilikuwa kinatendeka pale Samaria. For Jesus said, kwa sababu Yesu alisema, that after the Holy Ghost had come, na kwamba baada ya Roho Mtakatifu kuja, then he shall be my witness. Watakuwa mashahidi wangu, both in Jerusalem, pale Yerusalemu, then in Judea, pia Judea. Then after Judea you shall go to Samaria. Baada ya Judea utaenda Samaria. Then after Samaria, na baada ya Samaria, unto the uttermost parts of the world. Utaenda sehemu nyingine pale za ulimwengu. And God in his mind, na Mungu katika nia yake, knew that we have a place called Bukadanyu. Sehemu inaitwa Bukadanyu. And that is why, ndio sababu, he told the apostles and disciples, aliambia mitume, that you shall begin preaching my gospel. Kwamba mtaanza kuhubiri injili yangu. After the Holy Ghost has come. Baada ya Roho Mtakatifu kuja. He did not say, hakusema, you shall begin preaching mtaanza kuhubiri after you have come from a seminary. Baada ya kutoka. He did not say, hakusema, you shall begin preaching the gospel mtaanza kuhubiri injili after you have gone to the University of Theology. Baada ya kuenda chuo kikuu cha injili. He did not say, hakusema, you shall begin preaching mtaanza kuhubiri after you've been given a collar. Baada ya kupewa ile kala nyeupe. He said, alisema, you wait for the Holy Ghost. When he shall come upon you, wakati atakushukia, that power shall make you remember everything that I preached to you. chochote ambacho nimekuhubiria. And then he shall be my witnesses. Kutakuwa na mashahidi wangu. Even from Jerusalem, hata kuanzia pale Yerusalemu, to Judea, hata Judea, to Samaria, hata Samaria, and to the uttermost part of the world. kote ulimwenguni. He knew, alijua, we shall be witnesses in this place of Bukadanyu today. mashahidi wa Bukadanyu. And that is why, ndio sababu, we have not come here tumekuja hapa because we are graduates of a theological college. sababu sisi tuna shahada ya injili. But we have come here tumekuja hapa in the name of the Lord Jesus Christ. The mission given to us by the power of God. jukumu ambalo tumepewa na nguvu za And that is why, ndio sababu, when Philip was sent by the Holy Ghost, wakati Filipo alitumwa na Roho after receiving the Holy Ghost, baada ya kupokea Roho he went to the city
Samaria. Alienda katika mji wa Samaria. Not talking about his denomination. Anaongelea kuhusu Not talking about his bishop. anaongelea askofu. Not talking about the headquarters of the denomination. But the Bible says Biblia sema he preached Christ to them. Hallelujah. He preached Christ to them. Hubiri Kristo kwao. Today, Mpaka leo any preacher sent of God will preach Christ to the people. hubiri Kristo kwao. He will not preach about America. Hatakuhubiri kuhusu He will not preach about money. Hatahubiri kuhusu He pesa. will not preach about his denomination. Hatahubiri kuhusu He will not preach about his preacher. Hatahubiri kuhusu mhubiri He will wake. preach Christ Jesus. Kristo. Hallelujah. Hallelujah. So we have two people with us here. Tuko na watu wawili kwetu. Evangelist Philip. Kuna mwinjilisti Filipo. And we have also the sorcerer called Simon. Pia kuna mchawi aliyekuwa anaitwa Simoni. In the same city. Katika mji mmoja. And these two people, Watu wawili. all of them, Watu wawili. were be a people who had the great power of God. Tunafunza kwamba walikuwa watu wenye nguvu za Mungu. Watu ambao walidhaniwa kuwa na nguvu kuu ya Mungu. Watu ambao walidhaniwa kuwa na nguvu kuu ya Mungu. But we are seeing two different characteristics here. Lakini tunaona tabia mbili hapa. When Philip preached the gospel, Filipo alihubiri Injili. when he presented Christ to them, Alipomwasilisha the Bible tells me ananiambia that all the people kwamba watu wote who are demon possessed, all the people who had been bewitched in the city of Samaria, all the people watu wote who are to Satan, ambao walikuwa wamefungwa shetani they were set free. What made them to be free? kilifanya wao huru. The gospel, Injili the Christ Jesus, that was presented to them ambayo iliasilishwa by the servant of God, mtumishi wa Mungu sent by God himself, alitumwa na Mungu the mwenyewe man Philip. ambaye aliitwa Let Filipo. me tell you, my brother, my sister, Ndugu yangu na dada, in that day in the city of Samaria, siku katika mji wa Samaria, a man huyu mtu that was any man ambao kwa hapa Any man. mtu yeyote that was living ambaye alikuwa anaishi under the fear of Satan katika chini ya uoga wa shetani was set free. aliwekwa huru. Homes were set free. Mama ziliwekwa huru. Women were set free. Brothers were set free. Aliwekwa huru. Girls were set free. Aliwekwa huru. Boys were set free. Aliwekwa The huru. lame walked. The blind saw. The deaf heard. The Bible says Biblia inasema everybody kila that mtu was possessed of Satan ambao alikuwa amepagana na was set free. And the Bible says Biblia inasema was great joy in that city. kulikuwa katika What does that tell us? When Jesus is preached, wakati Yesu and anahubiriwa, when Jesus is received, wakati Yesu anapokelewa, people receive joy. watu wanapokea People furaha, get joy. watu wanapata furaha, People get free. watu wanapata Let huru. me tell you, my brother, my Acha sister, nikwambie ndugu yangu, you are the way you are vile ulivyo, because you are still living under kwa captivity. sababu bado unaishi katika ufungwa. You are the way you are, Vile ulivyo, being troubled every day, ukisumbuliwa kila siku, being in agony every day, katika mateso kila siku, living a life of desperation. ukiishi maisha ya ukiwa, You are there being stressed. uko pale ukihuzunishwa na mawazo. Today, Leo people are full of stress. watu wako na mawazo mingi, People are dying of cancer. watu wanakufa People are saratani, dying of stress. watu wanakufa kwa People mawazo, are dying of high blood watu pressure. wanakufa kwa misukumo za damu. Why? Kwa nini? Because they have rejected Kwa Christ. sababu wamemkataa Kristo. Why? Kwa nini? Because the preachers Kwa sababu wahubiri are not preaching Christ to them. hawahubiri Kristo They leo, have presented denominational. wanawasilisha madhehebu yao. Let me tell you, Wacha nikwambie, today, leo if you receive Christ, ukimpokea in Yesu this place of Bukadado, na hili la Bukadani, any man mtu yeyote that is under captivity atakuwa katika will ufungo, be set free. atawekwa huru. Today, Leo these villages here katika mji huu leo have men kuna wanadamu who don't sleep ambaye halali because of the trouble they are having in their heart. kwa sababu ya masumbuko ambayo uko ndani ya They moyo have wake. no peace. Hawana amani. Hallelujah. Hallelujah. The children are giving them headache. Watoto wanawapatia wakumwa na kichwa. He has 5 sons. He has 5 sons. Ako na wana watano. Ako na vijana Ako na watano. vijana watano. All of them Na wao wote have gone into the beer pots. wamezamisha katika unywaji wa All pombe. of them Wote are drug addicts.
marriage. Na hakuna yote ambaye ametulia katika ndoa yake. So what is happening? Kwa hivyo ni nini kinafanyika? The man is dying of stress. Yule mtu anakufa katika I'm talking to you, my brother. Ongelesha na ndugu yangu. I'm talking to you, my old man. Ndugu yangu, Die of stress. usikufe katika mawazo. Jesus is here. Yesu yuko hapa. Whom we are presenting to you. Tunawasilisha kwake. When he was presented in the city of Samaria. Wakati alipowasilishwa kule mji wa Samaria. Samaria had men like you. Samaria ilikuwa na watu kama wewe. Samaria had old men like you. Samaria ilikuwa na wazee kama wewe. Whose sons were just drunkards. Ambao vijana wake walikuwa walevi. And the man was stressed every day. Na yule mtu alikuwa na mawazo kila wakati. Seeing his children. Akiona watoto wake Every evening coming home. jioni akikuja kila siku. They are but drunk. Wale wanakuja kama amelewa. Hallelujah. There was no happiness in that too. Hivyo hakukuwa na furaha yote kwa mtu yule. But when Philip preached Christ, Lakini wakati Filipo alimhubiri Yesu, the Bible says, Biblia inasema those people watu wale took heed upon what Philip was preaching. waliposikia kile ambacho Filipo alihubiri. Today I'm beseeching you. Na leo nakusihi, Listen to what the Bible is telling you. sikia kile ambacho Biblia inasema. When Christ was received, Wakati Yesu alipopokelewa, men had peace. watu walikuwa na amani. And joy was in that city. Wale ambao walikuwa katika mji ule, What brought them joy? nini kiliwaletea furaha? Christ that was preached by Philip. Kristo aliyehubiriwa na Filipo. Hallelujah. Hallelujah. Leo wacha nikwambie mzee mwenzangu, umekaa kwa boma na mashaka mengi. Mama Pima amemaliza watoto wako, hadi bibi amekuacha. Christ is here to bring joy in that family. Kristo akapa kuleta furaha katika familia hiyo. When Philip went into Samaria, Wakati Filipo alienda kule Samaria, we had women kulikuwa na wanawake who were tired of the chaos in the home ambao walikuwa wamechoka na vurugu katika nyumba, until they left their homes. mpaka wakaacha nyumba zao. They went to the markets like this one. Wakaenda katika masoko kama hili. Then they rented a house somewhere. Kisha wakapangisha nyumba mahali They fulani. opened a kibanda Wakafungua kibanda mahali to fulani. sell sukuma wiki. Kuuza sukuma wiki. Let me tell you, my sister, Sasa nikwambie dada yangu, we are here because of you. tuko hapa kwa ajili yako. You deserve something better. Unahitaji kitu fulani You kizuri. deserve a better home. Unahitaji nyumba nzuri. You deserve a better home. Unahitaji nyumbani kuzuri. You deserve a better honor. Unahitaji heshima nzuri. Wamama ambao umekodesha manyumba hapa, hata Samaria tulikuwa na wamama ambaye ndoa ilishindikana, wakaenda sokoni wakakodesha manyumba. That is not the will of God. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. That is bondage. Hiyo ni ufungwa. But I want to tell you, Lakini nataka kukwambia, we have good news for you. kuna habari njema kwako. When Philip presented Christ Wakati Filipo alipomwasilisha Yesu to such a mothers, katika eneo ile, to such a mothers, katika ile tabia ile, kwa kina mama kama hawa, let me tell you, wacha nikwambie, turn back to their home. walirejeshwa katika nyumba zao. They came back to be honored. Walirudia katika heshima zao. God made a woman Mungu alimfanya mwanamke to have a home akuwe na boma and raise up children na akuze watoto in a godly manner. katika hali ya kiungu. And can that woman, Huyo mwanamke is supposed to be respected and honored in the village. anafaa heshimiwa katika kijiji. But what does Satan do? Lakini shetani anafanya nini? Comes and confuses a home. Anakuja na kuchanganya boma. He brings chaos in a home. Analeta vurugu katika boma. He brings a separation in a home. Analeta kupengana katika boma. Until our mothers today, Mpaka mama zetu leo run away from home. wanatoroka boma zetu. Then they go and rent in the market. Kisha anaenda kukodisha nyumba katika soko. Hiyo ni aibu. That is not the will of God. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. But thanks be unto God. Lakini ashukuriwe Mungu. That when Christ was preaching in Samaria, Wakati Yesu alipohubiriwa the Samaria, same Christ that we are preaching in Bukadanya. huyo Kristo ambaye tunamhubiri. Hey mama, Kwako wewe mama, who is renting a house here? anakodisha nyumba hapa. You deserve better. Unahitaji kizuri kuliko You hapo. deserve better. Unahitaji kizuri kuliko hapo. Hey, we have something good for you. Leo tuko na kitu kizuri kwako. That is why the Bible says Kwa sababu Biblia inasema the gospel is good news. injili ni habari njema. The gospel is good news. Injili ni habari njema. So we have brought good Kwa news hiyo tumeleta habari njema to all broken families. kwa nyumba zile ambazo zimevunjika. To every mama who was forsaken at home. Kwa mama yule ambaye ameacha nyumba yake. To every man Kwa yule, kwa kila who mwanaume has been left by his wife. ambaye ameachwa na mke wake. We are
wife to you. Atarejesha mke wako kwako. Your family will be respected. Familia yako itaheshimiwa. Let me tell you. Acha nikwambie. Some of my sisters. Baadhi ya dada zangu. You have become wine pipers. Mmekuwa wale wa kutengeneza mivinyo. Mmekuwa wale wa kutengeneza pombe. Some of us are wonderful sisters. Wengine wenu ni dada zetu wazuri. Some of our wonderful daughters. Wengine wenu ni dada zetu wazuri. What has Satan done? Lakini nini ambacho Shetani amefanya? Demons that were there in your grandmother. Shetani ambaye ilikuwa katika nyanya zetu. The demons that were there in our aunts. Nyanya mapepo ambaye ilikuwa katika mashangazi zetu. Demons that were there in our aunts. Mapepo ambaye ilikuwa katika shangazi zetu. You could not allow them to settle in a marriage. Ambaye haikuwa ruhusu kutulia katika ndoa zao. Which made them to trouble people's husbands. Ambaye ilikuwa inafanya wasumbue waume watu wengine. They are now in you. Sasa yako ndani mwako. You are doing what you are doing. Unafanya kile ambacho unafanya. Not because you want and you like it. Sio kwa sababu unaitaka na unaipenda. But because you are a captive. Lakini kwa sababu wewe ni mfungwa. Because the demons in your grandmother. Kwa sababu mapepo yaliyokuwa katika nyanya yako. Saying that your grandmother died and rose again. Ukiona kwamba nyanya yako alikufa na kaoza. The demons are now in you. Mapepo sasa yanakuruhusu. Because you are bearing the name and the blood of your people. Kwa sababu unabeba jina na damu ya watu wako. Hallelujah. Hallelujah. I want you to watch out your character. Nataka uangalie tabia zako. I want you to watch out your life. Nataka uangalie maisha yako. The way you are behaving. Vile ambavyo unajiendeleza. The same way your father was behaving. Vile ambavyo baba zetu waliendea. The way you are behaving. Vile ambavyo unajiendesha. The same way your grandmother used to behave. Ndivyo ambavyo nyanya yako alijiendesha. Some of you women. Baadhi yenu wanawake. Who are mama people here. Ambao wauza pombe hapa. You are captivated people's husband. Umefunga waume wa watu. Not because you want to do so. Sio kwa sababu unataka kufanya hivyo. But the power of Satan. Ni kwa sababu ya nguvu ya Shetani. Is dwelling in you. Inaishi ndani mwako. Which was in your grandmother. Iliishi katika nyanya yako. Which was in your aunt. Ambayo iliishi katika shangazi yako. Has now come in you. Sasa imekuja kwako. To make you behave the same way. Fanya ujiendeshe vile vile. Tell you something. Acha nikwambie jambo. When Philip went to Samaria. Filipo alienda Samaria. Those demons left people. Hao mapepo yaliacha watu. Today. Na leo. I have good news for you. Kuna habari njema kwako. My sister. Dada yangu. You deserve a better place. Unahitaji mahali pazuri. You deserve a better place. Unahitaji mahali You pazuri. deserve a better business. Unahitaji biashara nzuri. Than that chang'aa. Kuliko hiyo pombe. Than that bar. Kuliko hiyo baa. You are not created. Haukuumbwa To serve cables of beer. kutumikia mashetani ya pombe. Hallelujah. Hallelujah. My sister. Dada yangu. I know. Najua. You are in that bar. Uko katika hiyo baa. Not because you like it. Sio kwa sababu unapenda. Not because you love it. Sio kwa sababu unaipenda. But you are a captive. Lakini wewe ni mfungwa. But the good news is here. Habari njema iko hapa. Jesus is here. Yesu uko hapa. We are preaching. You liberty. Kupatia uhuru. When Jesus gives you Wakati liberty, Yesu anakupatia you uhuru. become free. Unakuwa huru kabisa. Hallelujah. Hallelujah. What the Bible says, Biblia inasema ye shall know the truth. Ukweli utakuweka huru. Hallelujah. Hallelujah. Is somebody listening to me? Hata unanisikiza. If you have any trouble in your home, Ukiwa na shida yote katika nyumba yako. if you have left your home, Kama umeacha nyumba yako. then you are here renting a house. Na uko hapa unakodi nyumba. You are not meant Hawakufanywa to raise children in a rented room. kuwakuza watoto katika nyumba ya kukodisha. You deserve a better home. Unahitaji boma nzuri. You are a young man. Wewe ni kijana. You are wasting money Unapoteza pesa on yako the women. kwa wanawake. Today on this prostitute. Leo katika makahaba. Tomorrow another prostitute. Kesho na kahaba mwingine. Marry. Leo nao. Tomorrow you marry another one. Kesho nao tena mwingine. Jesus is here. Yesu uko hapa. Set you free Kuweka huru from the powers of Satan. kutokana na nguvu za Shetani. Like you. Watu kama wewe. One day in Samaria. Uko kule Samaria. Good thing is, Lakini kitu kizuri ni when kwamba Philip went to wakati Samaria, Filipo alienda Samaria, a priest like your bishop. kulikuwa na mahubiri kama bishop yako. Angehubiri kama askofu wako. Angehubiri kama askofu wako. Bible says, Inasema you preach Christ. angemhubiri Kristo. The way you are. Kwa vile ulivyo. Because your pastor, Sababu because your bishop, askofu wako is not preaching Christ. hahubiri Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today we are here. Leo tuko hapa. Today is your day. Leo ni siku yako. Let it not go for free. Wacha isiende bure. God has come here Mungu amekuja hapa because of
of you. Kwa sababu yako. Because of you. Kwa sababu yako. I know. Najua. Somebody has listened to me. Mtu ananisikiliza. I know. Najua. God has talked to you. Amen. I know. Najua. You woman that is renting a restaurant. Anakodi nyumba hapa. That is having a kibanda there. Kuna kibanda hapa. God made sure. Mungu anafanya juhudi. That we are presenting Christ to you. Kwa tunamwasilisha Kristo kwako. Leo ni siku yako. Now listen to me. Nisikize. That was Philip. Wewe ulikuwa Filipo. Evangelist. Filipo mwinjilisti. Presented Christ. Alikuwa anafundisha Mungu Kristo. But look at it now. Lakini sasa itazame, There was another man. kulikuwa na mtu mwingine. The Bible says. Biblia inasema. Let me read what the Bible says about this man. Acha tuone kile ambacho Biblia inasema kuhusu mwanamume. Hallelujah. 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 You love Jesus. Amen. You love Jesus. Unampenda Yesu. God is good. Amen. He is so good. Mungu ni mwema. The Bible says Biblia inasema He has better thoughts for us. ako na mawazo mazuri kwetu. He has a good thought for me. Ako na mawazo mazuri He kwangu. has a better life for me. Ako na maisha mazuri He kwangu. has a better future for me. Ako na kuzudia mbele kwangu zuri. That is why, Kwa sababu by the love of God, pendo wa Mungu we are coming here tumekuja hapa to share with you kushiriki na wewe. love of God. Amen. Share with you Amen. the goodness of Christ. Uzuri wa Kristo. Hallelujah. 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 Let us see Wacha tuone what the Bible says about this other man. Biblia inasemaje kuhusu huyo mtu mwingine. Hallelujah. Hallelujah. Listen to verse 9. Sikiza mstari wa 9. But there was a certain man called Simon, who previously in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one, to whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. Amen. Mstari wa 9. Na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hadi mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. I want you to take heed to what that Bible is saying. Nataka usikize kile ambacho hiyo Biblia inasema pale. It tells me Inaniambia there was also a certain man kulikuwako pia na mtu mwingine who was called Simon the sorcerer. ambaye alikuwa anaitwa Simoni mchawi. But there's something that needs a revelation here. Lakini kuna kitu ambacho kinahitaji ufunuo hapa. I want you to listen to me, my sister, my brother. Nataka unisikize ndugu yangu, dada yangu. This man Simon here, Huyo mtu Simoni hapa, he did not come with, with an apparel of a witch doctor. hakukuja na mavazi ya kichawi. Hallelujah. Hallelujah. He did not come Hakukuja in the name of the great witch in the city. na jina la mchawi mkubwa katika mji. But the Bible says Lakini Biblia inasema he presented himself alijiasilisha mwenyewe like somebody who is somebody great before God. kama mtu mkubwa mbele za Mungu. And then the Bible Na says pia Biblia inasema from the least to the greatest, kuanzia kwa mdogo hadi mkubwa, from the child and to the oldest man, kuanzia kwa mtoto hadi kwa yule mzee, from the poorest to the richest. kutoka kwa maskini hadi tajiri. Listen to what the Bible says. Sikia kile ambacho Biblia inasema. They gave heed to this man, Walisikiza mtu huyu saying wakisema he is the great power of God. yeye ni mtu mkubwa wa Mungu, ana Don't nguvu kubwa ya listen to Mungu. me, my brother, my sister. Sasa nisikiza ndugu yangu, dada yangu, Don't think the devil is flesh. usifikiria kwamba shetani ako na mwili. Simon the sorcerer, Simoni mchawi he did not come with gourds. hakukuja na zile ramli, He did not come with, with horns. hakukuja na pembe.
He did not come in a funny way. Hakukuja kwa njia ya kushangaza. But the Bible says, Lakini Biblia inasema he came in a godly manner. alikuja kwa njia ya kiungu. He presented himself as a great servant of God. Alijiasilisha mwenyewe kama mtumishi mkuu wa Mungu. The people believed him. Na watu wakamwamini. What did he do? Alifanya He nini? could go to the village Angeenda katika mji and then do his drama na akafanya sarakasi zake using the Bible. akitumia Biblia. He could climb on the top of somebody's house Angepanda juu ya nyumba ya mtu in fulani the name of God kwa jina la Mungu and remove some eggs there. na akatoa mayai fulani The pale. great people could say, Watu wakasema we have a great man of kwamba God. tuko na mtu mkuu wa Mungu. He could come to your home Angekuja nyumbani mwako and then he tell you, angekwambia the spirit anamulika. anamulika. Amen. Kisha anakwambia He has bewitched you. And he has planted some drugs. apanda madawa fulani hapo. He could tell you, Kisha angekwambia organize for a big case. kwamba pangia mkutano kesho. Angekuja tu Sing some religious songs. akiimba nyimbo fulani ya kidini He invites his evil spirit. akiita roho zake chafu. And then he becomes the charge. Kisha anakuwa na angeongezeka nguvu Until he pushes people. mpaka anasukuma watu Saying the power of God. akisema nguvu. Amen. Everybody falls. Na watu wote wangeanguka chini. And then people say, Na watu wangesema this is the servant of God. huyu ni mtumishi wa Mungu. But the Bible says, Lakini Biblia inasema no one saw that. Amen. Bible says, Amen. he had bewitched people alikuwa anaroga watu for a long kwa time. muda mrefu, But when the gospel came, lakini wakati injili ilikuja he brought it to light ilileta nuru. whom he was. Amen. And that's why we are here. Ndio sababu tuko hapa Telling you, tukikuambia the same spirit that was in Samaria Amen. must be in our village. Amen. katika kijiji chetu leo. You want to know Nataka kujua that that is not the spirit of God. hiyo sio roho ya Mungu. That spirit does not bring a peace. Hiyo roho haileti amani. But when Christ comes to the Lakini village, Kristo alipokuja hiyo mji brings the peace between the neighbor and the neighbor. alileta amani kati ya jirani na jirani. But when this man comes, Lakini mtu huyo akija whom I believe, ambaye naamini the people of this place could call him Mshai. watu wa mji huo wangemuita Msai. The people could call him Mtumishi. Watu wangemuita mtumishi. But let me tell you, Lakini watu walikwambia the Mtumishi, huyo sio mtumishi. when he comes, Huyo mtumishi akikuja he does not bring a peace. haleti amani Because he's a servant of kwa Satan. sababu yeye ni mtumishi wa shetani. Because of his sorcery. Lakini kwa sababu ya uchawi wake The Bible says, Biblia inasema he bewitched many. aliroga wengi, He bewitched even the small ones. aliroga hata watoto, He bewitched even the great hata ones. akaroga wakubwa. He bewitched the poor. Alikuwa roga maskini, He bewitched the rich. akiroga hata matajiri. That is why, Kwa sababu even today, hata leo the same devil huyo shetani is in our pastor. ako katika utumishi wa The same shetani. devil Huyo shetani is in our bishop. ako maaskofu wetu. What are they doing? Wanafanya nini? They are bewitching you Wanaroga wewe in your churches. kama kanisa And yetu, you are being blinded. na mnapofundishwa The true word of God. kutokana na neno la kweli. That is why Kwa sababu you are living that life. unaishi maisha hayo, You are never set free. hawajawekwa huru. Amen. Haleluya. In this village here, Katika kijiji hiki hapa, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. you find them coming with their drama. Unawapata wakikuja na sarakasi zao, Then they tell you na kisha anakuambia the work in this home is so much. ya kwamba kazi katika boma hili ni mingi, So we need a lot of power. kwa hiyo tunahitaji nguvu mingi. So what you need to do, Kwa hiyo kila ambacho unafaa kufanya, bring the money of altar first. leta pesa ya madhabahu kwanza, Because the work is so much. kwa sababu kazi ni mingi. This home requires 10,000. Hii boma inahitaji 10,000. Then because of your foolishness, Kisha kwa sababu ya upumbavu wako, you sell your cow. unauza ng'ombe yako, Then this is which. unapatia unaambia huyu mchawi. The Bible said this sorcerer here. Biblia ilisema huyu mchawi huyu Give him money. utampatia pesa. The Bible tells me Biblia inaniambia that even Simon the sorcerer, na kwamba hata Simoni mchawi when he saw the power of God in apostle, wakati aliona nguvu za Mungu katika mitume, he wanted to buy that power. alitaka Amen. kununua hizo nguvu, Because he kwa knows sababu alijua that his power kwamba nguvu zake was now rendered powerless. Amen. na uwezo wote. That's why, Kwa Amen. sababu my brother, my sister, ndugu yangu, dada yangu, don't be deceived. usidanganyike. The Bible says, Biblia inasema Peter rebuked the man Petero alikemea mtu and he told him, na akamwambia, who told you
Who told you Nani alikwambia that the things of God are bought by money? mambo ya Mungu yananunuliwa kwa pesa? Akamwambia wewe na fedha yako potelea mbali. Amen. Kwa maana wewe ni mwana wa ufisadi. Fisadi. Bwana asifiwe sana. Amen. Let me tell you my sister. Acha nikwambie dada yangu, You are the ones who are so much in this trouble. wewe tu ndio yule ambaye uko na shida mingi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni vigumu sana kutoa mwanamke Mwafrika kwa kufuata hao Masai, lakini Yesu huyo Amen. ukomboe Amen. kwa hii matata na upumbavu ambayo inakuharibia boma. Bwana asifiwe sana. The Bible says Biblia inasema he had bewitched the people of Samaria alikuwa anaroga watu wa Samaria for a long time. kwa muda mrefu.